ya misingi ya ulimwengu, inamaanisha kwamba tukuona utukufu ule, tutakuwa sisi na utukufu kama ule wa Yesu. Tutakuwa sisi tumetukuzwa, tumefanya watu ambao tukuwa na madoadoa na mawaa katika miili yetu na katika mioyo yetu. Kwa hivyo jambo la utukufu ni jambo ambalo Biblia inafundisha, ni jambo ambalo tunaliona na ni jambo kuu sana. Kwa sababu gani? Kama hakuna fundisho la utukufu, kuna mambo ambayo hataweza hata kuizingatia katika kanisa. Kama kweli maisha ya mwanadamu iko tu hapa na kutoka hapa hakuna kitu kingine, basi kuna mambo ambayo itakuwa kwenye njia panda. Paulo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anachukua ile mlango wote kutetea swala ya kwamba Yesu alifufuka na kwamba ako katika utukufu mkubwa. Na iwapo utukufu sio kitu ambacho ni ukweli, basi sisi imani yetu iko katika hali ya hatari. Sisi ni watu wa kuhurumiwa, kwa sababu kama ulimwengu huu ndio kila kitu ambacho tuko nacho, mbona basi tusingangane tukue na magari ya kifahari? Mbona tusingangane tukue na nyumba za kifahari, hatukuwe na hela nyingi? Kwa sababu hiyo ndio maisha ambayo tuko nayo peke yake. Lakini sio ukweli. Maisha ya utukufu yanaja, inakuja, na kwa hivyo imani yetu sio bure, imani yetu ni hakika. Jambo lingine ni kwamba iwapo hakuna utukufu, hata mahubiri yangu basi haina kazi. Kama nitahubiri naishia hapa, kuna maana gani? Wachungaji wakati mwingine unahubiria watu ambao katika umaskini na wanakaa katika umaskini hadi kufa kwao, na kama tu kupata vitu vya ulimwengu huu ndio kitu cha maana peke yake, basi hata mahubiri yetu haina kazi. Lakini mahubiri yetu wachungaji iko na muhimu, iko na kazi na iko na nguvu. Kwa sababu gani? Utukufu unakuja. Kwa hivyo ile kutupatia nguvu kuendelea kuhubiri Injili, maana ulimwengu si peke yake ambaye iko. Kwa hivyo wapendwa, kwa sababu kuna utukufu, our preaching is not in vain. Kuhubiri kwetu si kwa bure. My friend, kama hakuna utukufu, Ukristo ni jambo ambalo halina tumaini. Ni basi ni hata mtu angekuwa wa dini nyingine ama asikuwe na dini, lakini kwa sababu kuna utukufu, Ukristo uko na umuhimu. Ukristo uko na sababu, na sababu hii hata isipoonekana kwa wanadamu tunaijua, maana Mungu ametueleza kuhusu sababu hii. Religion will be hopeless without glorification, but because there is glorification, Christianity can have a meaning. That's what Paul accused in 1 Corinthians, ya kwamba kama Yesu hakufufuka na Yesu hakutukuzwa, basi sisi wa Kristo ni watu wa kuhurumiwa sana. Lakini sisi watu wa kuhurumiwa kwa sababu gani? Yesu ametukuzwa, sisi tutatukuzwa. Mambo kadhaa alafu nitaketi, sababu wakati mwingine nilizungumzia kuhusu hii mambo ya glorification. Sitaki kwenda kwa muda mrefu ikani kama ni theology class. Nataka niifanye kwamba pia uweze kuiona na ukuwe na tumaini kwamba siku moja utapewa mwili mpya na moyo mpya ya kumtukuza Bwana milele. Kwa hivyo how do we apply the fact that sisi tutaweza kutukuzwa? Maana ya utukufu itakuwa namna gani? How do we apply the fact that glorification is coming? Tuna apply aje ukweli ya kwamba siku moja tutatukuzwa? Jambo la kwanza, kwa sababu sisi tutatukuzwa, hilo linakuwa tumaini letu sahihi katika ulimwengu ambao uko na masumbuko mengi. Katika ulimwengu ambao uko na masumbuko mengi, magonjwa, vifo, mambo ambayo ni magumu katika maisha, we can have comfort in the world full of suffering, kwa sababu ya sisi kutukuzwa wakati Yesu atakuja. Wakati somo katika Warumi mlango wa 5 na mstari wa 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we also have obtained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in hope of the glory of God. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our suffering. We rejoice in our suffering because we have known of the glory that is coming. And like Job we can say, hata tukiumia katika mili hii, Mungu akikuja tutamuona katika mili. So we can rejoice in suffering. So wapendwa,
Wakati watu wamefiwa, tuache kuambia kwamba Mungu anaangalia mtu wako ndio maua mazuri alafu akachukua hii maua. Unafanya Mungu anakaa ni kama mtu mwenye na ubinafsi. Lakini tunasema ya kwamba utukufu unakuja. Na wale waliolala katika Bwana tutawaona na tutawakuta Bwana kwa pamoja milele na milele. Kwa hivyo utukufu unatupa faraja. Unatupa faraja wakati wa maombolezi. Katika Wakorintho wa pili, nisome tena. Katika Wakorintho wa pili, wacha niweze kusoma tena. Mlango wa 4 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi. Korintho wa pili mlango wa 4 na mstari wa 17. Biblia inasema hivi. But we have this treasure in just not that one, but verse 17. Sorry. From verse 17. Inasema hivi. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Paulo anasema kwamba haya masumbuko ambayo tuko nayo kwa saa hii inatuandalia utukufu mkubwa ambaye iwezi kulinganishwa na masumbuko ambayo tunaona kwa saa hii. Wapendwa, jambo la kwamba tatukuzwa lazima litupatie faraja na nguvu katika masumbuko ambayo tunapitia. Ndio tunaomba Mungu atuondolee masumbuko. Kuna mtu anakimbia kutafuta masumbuko, lakini ikaja na umeomba, umemtumainia Bwana na yaondoke, ikiwa kwamba siku moja itaondolewa na utukufu. Na tumainia katika hilo. Tumainie katika hilo. Sio tu hilo peke yake. Funzo la pili ama the second application I want to make, and I will be finishing, ni kwamba the fact that we shall be glorified must fuel our worship. And I will explain that. Kwa sababu tutatukuzwa, lazima ikuwe ndio mafuta ya kuchochea kuabudu kwetu. Ni mafuta ya kuchochea kuabudu kwetu. It fuels our worship because we are doing what we shall be doing forever. Kila ambacho tutakuwa tunafanya milele ndio tunakifanya saa hizi. Ndio kwa sababu Mkristo ambaye ni Mkristo lazima apende kanisa siku ya Jumapili. Kwa sababu gani? Hii ni kitu ambacho ni mfano kwa kila ambacho tutakifanya milele. Mbinguni katika utukufu tutakuwa tunamsifu Mungu milele na milele, bila kuchoka na bila kukoma. Na kama tunajua kwamba hiyo inakuja, lazima tuwe watu ambao tunaabudu Bwana katika haki na kweli. Tukijua kwamba president, tukijua kama ni pastor watu wanakuja hapa, brother Steve, hakuna haja kufakia barabara, atuweke watoto na matawi na maua, ati welcome president, welcome president. Hakuna haja ya kuweka hiyo. Lakini kama ni president angekuwa anakuja, najua mambo lazima ibadilike. Na ni vizuri kwa sababu ni viongozi, si ndio? Lazima mambo yabadilike. Na kama hivyo ndio tunafanya, mbona tusiweke kuabudu kwetu kana kwamba Yesu anarudi leo kutukuza? Mbona tusikae katika maisha yetu kana kwamba Yesu anakuja siku ya leo? Ukisoma vitabu vyote ambavyo vinaongelea kuhusu kutukuzwa, ukisoma Hebrews chapter 11 verse 10, Romans chapter 13 verse 11 to 14, and even 1 John chapter 3 verse 1 to 3, inaongea kuhusu utukufu. Na jambo ambalo linafanya kwamba wale ambao wanaili tumaini wanajitakaza. Those who have the hope of glorification purify themselves. Nataka nikuulize swali, ndugu yangu, mtoto wangu, pasta yangu, mama yangu. Yesu akija unataka kupate namna gani? When the Lord comes back today, we do not know the hour or the time. Akirudi leo unataka kupata namna gani? Unataka kupata katika heavy burdens, akupata katika masengenyo, akupata katika usherati, akupata katika ukanga ama kutembelea waganga, akupata katika kugawanya watu kanisani, akupate katika pombe. Unataka Yesu akupate wapi? Wageni wakija kwetu, hata kama tumekosana, tunaambia watoto kila mtu apanguze uso, mama aweka sura ya furaha, wageni wamefika. Oh my friend, Jesus will not come back like that. Atakuja wakati ambao hatujui. Ni kwa sababu anakuja kuchukua kanisa ambalo lina madoa, maua na mambo kama hayo.
unataka kupata katika njia gani? Oh friends, glorification must make us to live a holy life. Utukufu lazima utufanye tuishi maisha ambayo ni matakatifu sahihi. Na nikimalizia nisome kile kitabu ya John, that will be the last book I'm reading. Sababu nikizungumzia mambo ya utukufu, mambo ambayo tunazaenda mpaka kesho. 1 John chapter 3, let me just read from verse 1 to 3. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called the children of God. Friends, see the kind of love the Father has given to us. Ona upendo mkuu ambao Bwana ametupatia ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Anaendelea kusema ya kwamba and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children. Just in case I usikia mara ya kwanza, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. That's glorification. Has not yet appeared, but we know, we are sure, we are not doubting. John is letting us to know we can be sure of glorification, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. How is Christ? Christ is glorified, and we see him, we shall be like him. But see what follows, and everyone who thus hopes in him purifies himself as is pure. Hapo hatuwezi, watu hawapendi kuenda hiyo ya mwisho, ile ya kumwona tukue kama yeye. Amen, hilo tunataka. Lakini wale ambao wanatumaini hili wanajitakasa kwa sababu yeye pia ni mtakatifu. Friends, ya kwamba tutatukuzwa lazima itufanye tukae maisha matakatifu, maisha ya kukataa dhambi, maisha ya kupenda Mungu, maisha ya kupenda kazi yake. Na niseme ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuyafanya haya kama hajamkimbilia Kristo. Mambo haya huwezi kuyafanya kwa nguvu zako. Utafanya leo itakuwa tu rangi, na labda ningependi ya crown hapa, mvua ikikuja, mvua ya maisha haya itaosha na utabaki yule. Lazima ugeuzwe kutoka ndani. It begins from inside. Ndani ukigeuzwa ndio unaanza kuchukia mambo ambayo unaona katika ulimwengu. Wakati mwingine kama sijaokolewa, kuna vitu ambazo nilikuwa nafurahia, nikiangalia nyuma na aibika mpaka saa hii. Nikiona watu wakifanya na lia, nafikiri mimi nimefanya. Na najua ni kwa sababu ni Mungu anatukeuza mioyo zetu. Kama moyo wako hujageuzwa, hauwezi kuupendeza Bwana. Hauwezi kutafuta utakatifu kama upya au tena ndani ya maisha yako. Verses nakuja na kukuja tameni. And then maybe quote the last one. 1 Corinthians chapter, is it chapter 15? Or is it chapter 15? No, 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Inasema, if any man be in Christ is a new creation. Kama hakuna ule upya wa Kristo, hakuna kitu za kujifanyia wewe. Na kusii mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, wewe ambaye uko hapa, rafiki yangu ambaye hujamkubali Kristo, uweze kukimbia kwake. Mtumainie Kristo. Yeye ndiye ambaye anaokoa. Na vile mtoto ametusomea hapa, licha ya kwamba damu ni nyekundu, anaanza kufanya kuwe nyeupe kama theluji. Kwa hiyo tumkimbilie Kristo. Tumpende Kristo. Katika matendo tuone yale ambayo inakuja. Katika raha, jioni kama ndio raha ya mwisho. Katika furaha, jioni kama furaha ya mwisho. Kuna furaha ambayo itakuja. I just wait to that day, the way the book of Revelation says, when all the tears will be wiped away, no sickness, no shine kazi, so there will be no disease, and there will be no death, and there will be no sin, but we shall glorify the Lord, shall worship Him forever. May this book of the Lord say amen, and continue hoping in God.